Mwandishi anasema, kwenye kuyamudu maisha binafsi, huwezi kuacha kuzungumzia uongozi. Uongozi ni uwezo wa kuhamasisha na kuleta matokeo kwa kutumia kusudi lako likiwezeshwa na kipaji chako. Hii inamaanisha kila mtu ni kiongozi na haihitaji mtu kuwa na cheo ili awe kiongozi. Maana kuna maelfu na maelfu ya watu duniani ambao hawana vyeo na wanaleta matokeo makubwa duniani. Yafuatayo ni mambo 5 muhimu ya kukusaidia kuwa kiongozi mzuri. 1. Mungu kwanza. Mjue, mtangulize na hakikisha mahusiano yako na Mungu yapo vizuri, kwa kuwa hii itakufanya kuwa mtu mwenye maadili mazuri. 2. Jua kusudio la maisha yako. Kusudio la maisha yako linakuchagulia eneo lako la uongozi, kwamba umekuja duniani kutatua tatizo gani. 3. Vigundue na uvitumie vipaji ulivyo navyo. Kipaji ni uwezo wa asili ambao mtu anapewa na Mwenyezi Mungu ili aweze kulitimiza kusudi lake. Ni sawa na jiwe lina asili ya ugumu, uwezo wa asili, ili lifae kwenye kujengea msingi wa nyumba, kusudi. 4. Kuwa mbunifu katika mambo unayoyafanya. Usifanye kama kila mtu anavyofanya. Fanya kwa namna yako na uache kumbukumbu ya jina lako hapa duniani. Kumbukumbu ya pekee ya mchekeshaji Mzee Majuto haiwezi kufutika kamwe, au kumbukumbu aliyoiacha hayati Rais Magufuli haiwezi futika kamwe. 5. Fanya kwa ajili ya watu kwanza. Fikiria ungekuwa mchezaji mzuri wa mpira duniani kama Ronaldo, alafu duniani upo peke yako. Kwanza hata hakuna raha. Utampa pasi nani? Nani atashangilia goli lako? Kusudi la maisha yako na kipaji chako kwanza ni kwa ajili ya wengine. Na kwa kadiri unavyowahudumia wengine, ndivyo ambavyo na wewe mahitaji yako binafsi yanavyozidi kuhudumiwa. Mfano, mfanya biashara MO aliona uhitaji wa vinywaji mbalimbali, na kwa kadiri anavyotuhudumia, yeye naye anapata pesa. Natumaini baada ya kusoma maarifa haya, yatakusaidia kufanya vizuri katika stadi hizi za maisha na kuwa kijana unayeweza kuyamudu maisha vizuri, na mwishowe kuwa mtu mzima ambaye utakuwa na msaada mkubwa katika familia yako, mtaani kwako na kwa taifa la Tanzania.